Mheshimiwa mgeni rasmi, aidha katika kuboresha muundo tunapendekeza pia muundo wa ofisi ya mfamasia wa mkoa na mfamasia wa wilaya au halmashauri isiwe mtu mmoja. Kuwe na ofisi ya mfamasia wa mkoa na ofisi ya mfamasia wa halmashauri. Ndani yake kuwe na watu ambao wanasimamia clinical pharmacy na supply chain kwa maana ya mnyororo wa dawa, lakini na msimamizi wa maeneo tunayotolea huduma za kifamasia kwa maana ya maduka ya dawa. Ikiwa hivi itasaidia katika kuhakikisha kwamba huduma hizi zinafanyika vizuri. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu yetu kwa mwaka 2025 kama nilivyotangulia kusema ni pharmacy kiini cha afya kwa wote, ubunifu, uwekezaji na afya jumuishi kwa wote chini ya uongozi wa mabadiliko. Kauli mbiu hii inakuja ambapo katika mwaka wa fedha 2024-2025 Wizara ya Afya ilijiwekea vipaumbele kadhaa ili kuboresha huduma za afya nchini. Kati ya hivyo ni pamoja na kuimarisha upatikanaji na uendelezaji wa wanataaluma katika sekta ya afya kwa fani za kati, ubingwa na ubingwa bobezi, na kuimarisha huduma za matibabu ya ubingwa na ubingwa bobezi. Katika kulifikia hilo, ni lazima kuhakikisha ya kwamba wanataaluma bingwa na bingwa bobezi wanatambulika si tu kwa vyeti vyao, bali pia katika muundo wa utumishi na kupata stahiki zinazoendana na muundo husika. Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa tunaomba ofisi yako ielekeze mchakato wa kutambua ubobezi katika taaluma ya pharmacy ukamilike ili wafamasia waliobobea waweze kutumika vema katika eneo hilo la ubobezi, huku wakitambulika na mfumo pamoja na stahiki zao. Sisi tunaamini hii itaongeza tija ya huduma za kifamasia na hamasa kwa wafamasia wengine kuona haja ya kufanya ubobezi. Mheshimiwa mgeni rasmi, eneo lingine ambalo tunashukuru pia serikali ni eneo la kuweka mazingira mazuri kuhakikisha kwamba wafamasia na wadau wao wanaweza kuanzisha pharmacy za jamii, community pharmacy. Ni kuhakikishie eneo hili la pharmacy za jamii linaajiri zaidi ya 70% ya wafamasia nchini. Na ukiangalia wafamasia walioko mbele yako hapa Mheshimiwa mgeni rasmi, zaidi ya 50% wapo katika eneo hili la community pharmacy. Ni wazi kuwa pharmacy jamii zinapaswa kutoa huduma kwa mujibu wa kanuni. Jambo ambalo tumeliona sisi kama chama cha wafamasia ni mifumo yetu ya afya imelitazama eneo la dawa kama chanzo cha fedha badala huduma, na hivyo kuweka mazingira ama kwa kukusudia au kwa kutoelewa ambayo yamezuia au kupunguza upatikanaji wa nyenzo za kutoa huduma sahihi katika community pharmacy, na hapa tukimaanisha vyeti vya dawa vinavyokwenda katika community pharmacy vimepungua kwa kiasi kikubwa. Jambo hili Mheshimiwa mgeni rasmi linasababisha wagonjwa wengi kwenda katika community pharmacy bila vyeti. Lakini tunawataka community pharmacy watoe dawa ya cheti kwa cheti. Maana yake tusipofanya utaratibu mzuri wa kuruhusu mgonjwa apewe cheti aweze kwenda kuhudumiwa katika community pharmacy, inaweza kupelekea huduma za pharmacy kutokuwa katika mpangilio ule wa sheria zilizopo. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, tunafanya hivi, tunasema haya kwa kuwa tunatambua cheti cha dawa ni haki ya mgonjwa, na tunadhani kumpa uhuru mgonjwa kuchagua nayo ni ishara ya ubora wa huduma. Lakini pia pharmacy jamii zikitumika vema zitasaidia kuepusha muingiliano na mgongano wa maslahi, ambapo mgonjwa kwa mara kadhaa
tumeona akilazimika kupata dawa iliyopo katika kituo fulani, hata kama dawa hiyo pengine sio pendekezo la kwanza la daktari kwa ugonjwa husika. Jambo hili tumeona linaweza likawa linapelekea ongezeko la usugu wa vimelea wa magonjwa dhidi ya dawa, au ongezeko la athari zinazotokana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza, kwa maana ya non-communicable disease complications. Kwa hiyo chama cha wafamasia tunaomba vituo vya kutolea huduma ikiwezekana vihudumie wagonjwa wa ndani, na wale wagonjwa wa nje wapewe vyeti ili waweze kwenda kuhudumiwa katika famasi jamii. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ulivyosikia katika utangulizi, moja ya eneo ambalo tutakwenda kuongea hapa ni namna ambavyo bima ya afya imejiandaa katika kuhakikisha kwamba famasi jamii zinashiriki katika bima ya afya kwa wote. Kwa nini? Kwa sababu tafiti zinaonesha zaidi ya 80% ya wananchi wanapata huduma za dawa katika famasi za jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na ongezeko la teknolojia dawa nchini na sisi tunaangalia eneo hili katika mantiki ya kulinda afya za Watanzania, Chama cha Wafamasia Tanzania tunaiomba serikali kupitia Wizara ya Afya na Baraza la Famasi kuweka ulazima wa maduka ya dawa muhimu kuwa na mtaalamu wa famasi aliyesoma, kwa maana ya pharmacy assistant au pharmaceutical technician. Hii itasaidia katika kuondoa ile changamoto ambayo mara nyingi tumekuwa tukiiona kwenye vyombo vya habari inaturudia sisi wa famasia. Lakini ukienda kwenye uhalisia sio mfamasia, ila ni mtu aliyepewa mafunzo ya muda mfupi akaenda kuhudumu kwenye eneo la dawa. Na nitaitoa mfano Mheshimiwa mgeni rasmi. Nitatolea mfano Mheshimiwa mgeni rasmi. Ninapokuwa mimi ni muuguzi, ninajua taratibu mbalimbali za kutoa huduma nyingine za kiuguzi. Ninapokuwa mimi ni clinical officer, ninaujua jinsi ya kufanya procedures zingine za kitabibu. Nikiwa nimesoma kozi ya muda mfupi nikapelekwa kwenye pharmacy, ni lazima nitashindwa kutofautisha mgongano wa kitaaluma kati ya ile taaluma ya kitabibu au ya kiuguzi na taaluma ya pharmacy. Kwa hiyo mwishowe nitageuza duka la dawa kuwa kama kituo kidogo cha afya. Na hii naweza tukathibitisha kwa 100% kubwa kwamba maeneo yote ambako kumefanyiwa ukaguzi na kukakutikana kuna hizo changamoto, wanaohusika kwa namna moja au nyingine ni wale tuliowakaribisha katika taaluma, na lakini wana taaluma zingine za afya na zinazopelekea wao kuwa na huo mgongano wa maslahi ya kitaaluma. Kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi tunaomba maeneo yote yanayosimamia dawa wabaki wana taaluma wa dawa, na hasa kwa kuzingatia kwamba ongezeko ni kubwa la wanataaluma wa dawa wapo na wanaweza kutumika maeneo yote.